mafuta uliomimina siku ya leo. Asante kwa ajili ya kila kibali ambacho umetupa leo kama baraka. Asante Yesu Kristo, nikibariki ibada hii katika utukufu wa jina lako, na kanisa liseme amen. Pigia Yesu makofi. Ukiwa umesimama vivyo hivyo, ni utambua uwepo wa Mungu Baba na enzi yote ya mbinguni. Tuwapigie makofi ukiwa umesimama hivyo. Utakuwa unapendeza. Kaa kwenye nafasi yako baraka, ni utambue uwepo wa jirani yako uliyekaa naye. Kama uko naye karibu, mshike kwa mkono wako, mwambie Yesu na akubariki. Mwambie tena Yesu akubariki. Ungeongea tu vizuri bila chuki, mwambie Yesu akubariki. Yesu akubariki. Haleluya. Vizuri, mimi nikupongeze wewe kwa kufika kwenye ibada hii siku ya leo. Haleluya. Na niwakumbushe watu wote, Jumapili ya wiki ijayo nitakuwa na ibada jioni. Narudia tena, Jumapili ya wiki ijayo nina ibada jioni. Narudia mara nyingine tena, Jumapili ya wiki ijayo sina ibada asubuhi, nina ibada jioni. Sikwambii usije asubuhi, unaweza ukaja kwa ajili ya shughuli zako. Ila ibada tutafanya jioni kuanzia saa 9. Tutakuwa na kongamano la kuangusha zile kuta ambazo zimekukalia muda mrefu mbele yako. Na Jumapili nitatabiri kwa kiwango ambacho Mungu atakiachilia katika jina la Yesu. Kwa hiyo niwaombe uongozi wa kanisa, mwenyekiti wa uinjilisti na wengine wengi kwa ajili ya kuwakaribisha watu kwenye ibada hiyo ya jioni. Sema amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Amen. Kuna mtu asemi sema tena amen. Unajua nimekuwa na nyinyi siku nyingi, kwa hiyo ukikaa mbele hapa kuna sauti yako huwa nimeikalili. Kwa hiyo mtu asiposema najua kuna mtu hajasema. Usifikiri kwamba baba anasemaga kuna mtu hajasema, yaani nakusikia kwamba hujasema. Kwa hiyo najua sauti ya fulani, najua sauti ya fulani, najua amina ya nani huwa inanoga, najua amina nani huwa inakuwa mbaya, najua amina nani mbovu. Kwa hiyo ukisema amina yako huwa inanifanya nipate nguvu ya kuhubiri. Msema amen. Amen. Najua unaposema amina kuna maana mbili. Ya kwanza, Mungu nataka iwe vile kama ulivyosema. Ya kwanza. Ya pili, unapanda mbegu. Si kuna wewe kusimama mbele za watu ukisema kitu watu wanakuitikia. Yaani ukiona mimi nahubiri nikisema amina wanasema mimi ni mstaarabu sana. Si kuna wewe ukisimama mbele za watu unatoa hotuba ya serikali ukiwaambia watu chama fulani oe, wanakukodolea macho wote hivi. Unasema labda mimi sio kiongozi mzuri, kumbe wakati mimi nataka kuitikiwa wewe ulisema ni mstaarabu. Sasa Mungu atakupa wastaarabu wenzio hapo mbele kidogo. Sasa niende kidogo mbele kidogo. Sema amen. Nikapata maarifa kupitia Roho Mtakatifu kuhusu somo langu la leo, litaitwa michoro ya uovu. Hebu sema neno hilo, sema michoro ya uovu. Rudia kwa nguvu zaidi, sema michoro ya uovu. Wakati unaandika, andika kwa herufi nzuri, andika tu michoro ya uovu. Hiyo itakusaidia. Baada ya kuandika sasa, unipe sikio lako nizungumze na wewe. Sema tena amen. Amen. Nini kinachoitwa michoro? Karibia kila mtu anafahamu michoro, si ndio eh? Si ndio? Si ndio? Si ndio? Jitahidi uwe ibadani, jitahidi uwe ibadani, jitahidi uwe ibadani. Hii itakusaidia Yesu kukutana nawe kwa haraka sana. Yaani unajua kuna mtu usipomuongelesha tu ameshahama. Najua una matatizo mengi, ila sasa leo jitahidi uwe ibadani ili Mungu akusaidie kupunguza. Unajua ukiangalia video za kuabudu za wazungu utaona wamefunga macho, hawafungui. Ila ukiangalia video za kuabudu za Tanzania utafikiri hawa sio video, utafikiri. Na ndio maana time kubwa ya waabuduo wa video zetu utaona zinabaki kwa mwimbaji binafsi na wapiga vyombo wake. Kwa nini hawaleti kwetu huku? Kwa sababu sisi wakati unaabudu unakumbuka simu yako haijaingia message, unaangalia kidogo. Wakati unaabudu unakumbuka jirani yangu sijamuongelesha.
Ndio maana mambo kama hayo Mungu anachelewa kujitukuza kwenye nchi kama hizi, kwa sababu tumejibana kwenye kiwango ambacho Mungu anasema angalau mngenipa nafasi ningejiongeza zaidi. Sio, naeleka vizuri? Na ndio maana watu wakiwa kanisani, kuna baadhi ya makanisa mtu anasema weka simu nje, weka simu. Kwa nini? Wanataka mtu akija ibadani awe busy na Mungu. Na ukijitahidi kuwa ibadani na ukawa busy na kinachoelekezwa, iwe ni neno, iwe ni maombi ama sifa ama kuabudu, Mungu kwako atakuwa rafiki. Hakuna mtu ambaye hapendi kusikilizwa kwenye dunia. Kwa kama wewe unapenda kusikilizwa, basi na Mungu pia anapenda kusikilizwa. Kwa akiwa hapa anakuwa anakusemesha. Sasa sijui unakimbia sauti ya Mungu ama unakimbia nini, ila cha kutakiwa kujua kuna michoro ya uovu. Hebu sema michoro ya uovu. Kila mtu alishawahi kuona mchoro. Ninaamini hivyo. Ninaamini hivyo. Ninaamini hivyo. Kila mtu nani ambaye hajawahi kuona mchoro wowote? Yaani umepita mahali hujaona mchoro. Sababu hata hapa mbele kuna mchoro pia. Kwa hiyo ukiniambia hujawahi kuona mchoro, itakodoa macho kujua namna gani ya kukurudisha msukule. Sasa zamani kule shuleni nilikuwa tuna mchoro, naambia chora moyo, chora ramani ya Afrika, ramani ya Tanzania, michoro namna hile. Lakini pia Mungu akikupa neema ya kuanza kuchenga ama kusomea masomo hayo, utagundua kuna ramani ambazo ukienda kwa mtendaji ama afisa miji mipango, atakupa ramani ya mtaa wako. Atakwambia huu ndio mtaa na hichi ndio kiwanja. Usipokuwa mwelewa kwenye ile ramani, unaweza kumitikia tu mheshimiwa, sawa sawa, hii ndio barabara. Ukiangalia hivi unaona vinukta nukta, ila yeye anasema barabara. Anakwambia huu ndio mtaa wa kwanza, huu mtaa wa pili. Ni mchoro wa ramani hili. Sasa michoro ya namna hile huwa wanaisoma ama kuelewa watu ambao wana maarifa ya kuelewa. Naeleweka vizuri? Na ndio maana ukianza kujenga hata nyumba ya vyumba viwili vitatu, yule mchoraji akikupa ramani yako, isipokuwa ina picha kamili, utaona videshideshi tu. Atakwambia hapa ni choo, hapa ni sebule, hapa ni chumba cha kulala, hapa tutaweka bafu. Ila ukiangalia hivi unaona tu vinukta nukta vimeandikwa sentimita 30, mita 2, vinapita pita tu. Wangapi waishaye kuona michoro ya ramani ya namna hiyo? Ila angalau nijue kama naongea na watu ambao wana idea. Sasa kwenye ulimwengu walao pia panakuwa na michoro. Taabu ambayo nimeiona kwenye maombi yetu siku zote, watu wengi huwa tunapambana na kile kilichokuwepo kabla ya kujua nani alikiweka. Naeleweka vizuri? Unakuta kochi limewekwa hapa, unaliwasha moto kochi, baada ya kuteketea ndio unasikia aliyeweka hapa ni mkuu wa majeshi ya jeshi la Tanzania. Unaanza kuwaza sasa nitalipa nini? Na ukipata bahati ya kumjua, unaacha kochi, unaenda kumpiga aliyeweka, lakini kochi uliliacha. Kwa hiyo kuna watu wawili. Kuna mtu kwenye maombi yake anampiga aliyeleta tatizo analiacha. Mwingine anapiga tatizo, aliyeweka tatizo anamwacha. Si kama unanielewa vizuri? Yeye jirani yako muulize wewe ni wa wapi? Muulize wewe katika kundi A na B wewe ni yupi? Mbona muulize wewe ni yupi? Muulize wewe unampiga adui, unaliacha tatizo, au unapiga tatizo unamwacha adui? Sasa nikupe elimu kidogo. Wangapi wanataka kusikia elimu hiyo waseme amina? Elimu nataka nikupe ya kwanza. Ufalme wa shetani ni ufalme peke yake ambao hawezi kufanya kazi yake na mtu mmoja. Yaani ili mimi nikuloge Yeshua, inanitegemea mimi nina watu gani wa kufikisha huo mlogo. Inaeleweka vizuri? Ili mimi nikuletee magonjwa, inatakiwa niwe na cheni ambayo ya kutosha. Kwa nini vifungo vya Wakristo na watu wengi havifunguliwi kwa haraka?
Ni kwa sababu wao wanafikiria aliyeniloga mimi ni Mama Mwajuma. Kwa hiyo kwenye maombi yake atakuwa anapiga kumshambulia Mama Mwajuma, hajajua kabla ya Mama Mwajuma kuna cheni kubwa ya kutosha. Na ndio maana matatizo ya watu wengi huwa yanaenda alafu yanatokea tena, yanaenda kama yanaisha, ghafla vita inaibuka tena kubwa. Anauliza, kwa nini mchungaji, nikiomba vinapoa alafu ghafla vinakuwa vikubwa zaidi? Kwa sababu mimi nikiwa mchawi nataka kukuroga wewe, lazima niwe na kikao maalum cha kuwashirikisha watu wangu sababu gani nataka kukuroga. Nikiwaeleza wakaelewa, na wao wanawatoa watu wao kwamba nakutoa jini fulani, na kutoa mchawi kutoka Tabora, na njoeni kwenye kikao, wa Mwanza njoeni, wa Bukoba njoeni. Wanakuwa wachawi wengi, na ndiyo hii sababu inawafanya wachawi kila siku usiku lazima waende kwenye vikao, kwa sababu wana majukumu mengi kuliko kawaida. Pakiwa na kikao cha harusi, watu wote mna focus na kikao kimoja, mnakutana hata mara moja kwa wiki, ama mnamaliza kwenye magrupu ya WhatsApp. Ila mchawi mmoja utakuta ana majukumu 15. Yaani mchawi huyo anatakiwa kumloga Yoshua ambaye yuko Dodoma, na mchawi huyo analoga Joni wa Singida, na mchawi huyo anamloga Fred mwingine yuko Dar es Salaam. Mchawi huyo anatakiwa kwenda kumtupia magonjwa mtu yuko Mtwara. Kwa kila usiku lazima awepo ili kukamilisha, leo unaendelea wapi, leo unaacha wapi, vipi yule mgonjwa ametoka hospitali analeta ripoti. Yes. Ukiwa na biashara mfanano kwamba mimi napika vitumbua, nikipika vitumbua 50 na uzaga vinabaki 2, kesho huwezi kupika vitumbua 100, utapika 50. Lakini mtu ambaye anafanya kazi serikalini, leo anadili na hichi, leo anadili na wizara hii, kesho wizara hii, itamfanya kila siku awepo ofisini, kwa sababu dokumenti za kusaini zinakuwa za kutosha. Si kama kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo unapofocus kwamba achia elimu yangu, unampiga adui mmoja, ujue kuna mwalimu wa shule wa kijiji unachotokea aliamuliwa hakikisha jina la huyo mtu alisaidiwa. Kuna mlinzi wa shule, wewe unamwona kazi yake ni kuzunguka, kumbe amewekwa kwamba hakikisha wewe unamsalimia huyo binti ili kila anapokutikia akili yake iondoke. Wewe unapompiga mamkubwa ukijua ni mchawi peke yake, kumbe darasani kuna kama wanafunzi kinasimamia kifungo chako. Walipoona Yesu atafufuka, Herode akasema wekeni jiwe. Walipoweka jiwe akasema jiwe halitoshi, weka na walinzi. Wakaweka walinzi, akasema hawatoshi, weka na muhuri wa pete yangu kwamba asitokee mtu akasogelea kaburi. Kwa ukifika ukampiga Herode peke yake, hujaondoa walinzi baba. Ukiwapiga walinzi, hujaondoa muhuri kwenye jiwe. Ukiliondoa muhuri kwenye jiwe, kuna kazi ya kuvingirisha jiwe, ndio Yesu aje afufuke. Sio kama unaelewa vizuri? Kwa hiyo wewe mwanangu, unapoamka asubuhi unasema Baba bariki siku yangu, unafikiri siku yako ni mchele. Unafikiri eti aliyeshikilia siku yako ni babu